Ikaendelea aya, wala taqtulu auladakum min imlaq, wala msiwaue watoto wenu kwa kuchelea ufakiri. Sisi ndio ambao tunakuruzukuni nyinyi na sisi ndio ambao tunawaruzuku watoto wenu. Maana yake hatujafakirika, sisi tunaosimamia maisha yenu. Allah ndiye Razzaq, ndiye anayeruzuku. Ndio maana katika Uislamu hakuna uzazi wa mpango. Uzazi wa mpango kwa maana tahdidu nasl, kuweka kikomo cha uzao, kwamba mimi bwana, wajua maisha yalivyokuwa magumu, sitaki utitiri wa watoto, nataka watoto wangu watatu niweze kuwahudumia. Anayesema haya ni jahil, mjinga kabisa. Riziki haziko mikononi mwake. Wewe una yakini kwamba ukipewa na Allah akikutelekeza kwa nafsi yako una uwezo wa kuamudu hao watatu? Nafsi yako haiweza kukushinda. Kwa hiyo haya yote yako mikononi mwa Allah. Yeye ndiye Razzaq, na kila mtu kuja duniani ana riziki yake, ameshaandikiwa, iko kwenye tumbo la mama yake. Msiwaue watoto wenu kwa kuchelea ufakiri. Sisi ndio tunaokuruzukuni na sisi ndio tunaowaruzuku hao. Ama mtu akawa amepangilia watoto wake, kwa maana anataka wapishane miaka miwili wanyonye vizuri, lakini sio kwamba anaweka kikomo cha kuzaa, ile halina wasiwasi, kama alivyosema baadhi ya ahlul ilm. Nimetaja hii aya kwa kuwa imetaja almuharramat, yale yaliyokuwa haramu, na wala msiyakurubie machafu yaliyodhihiri na yaliyofichikamana, wala msiziue nafsi ambazo Allah ameharamisha kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Hayo amekuhusieni kwayo Mola wenu ili mpate kufahamu. Akasema tena, wala msikurubie mali za yatima isipokuwa kwa lengo na nia nzuri. Lakini mahalu shahid kwamba la kwanza ambalo ameanza nalo amekataza katika muharramat, la kwanza amekataza shirk, kuonesha kwamba ushirikina ndiyo dhambi kubwa sana, baba la madhambi, shirk dhahiri.